Kuna uponyaji unaotokea kupitia maelekezo. Uponyaji mwingine sio lazima ukemee au uweke mikono, isipokuwa kwa njia ya maelekezo, na anayeelekezwa lazima awe na roho ya utii. Mungu hawezi kuponya kwa njia moja tu. Mungu anaponya kwa njia mbalimbali kulingana na hitaji la mtu na kulingana na ufunuo anaopewa mwenye kuondoa tatizo kwa mtu. Tulisoma kwa habari ya yule mwanamke Mkananayo alipoona kwamba hana namna ya kupata access ya uponyaji wa mtoto wake. Alikuja kwa Yesu kwa moyo wa unyenyekevu, akamsujudia. Msamaria naye amekuja mbele za Yesu, anaonyesha heshima ya kutambua kazi iliyofanyika. Maana yake ni nini? Yule Mkananayo hakuwa Myahudi, Msamaria naye hakuwa Myahudi. Tafsiri yake ni hivi: Wayahudi waliodhani kwamba wana haki ya kupokea uponyaji hawakuwa na nidhamu mbele za Mungu. Ndivyo ilivyo hata sasa. Wakristo wengi wanapokuwa na shida hawaji mbele za Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Wanakuja wakiwa wanaona wana haki ya kupokea wanayoyataka, na ndio maana wengine wanachelewa sana kupokea. Mtu anapojiona kwamba yeye ni mzee wa kanisa, ni mshemasi, ni mwimbaji, ni mshirika wa miaka mingi, yeye ni mtu wa karibu na nabii, yeye ni mtu ambaye akipiga simu nabii anapokea, anasema mimi sina haja ya kuhangaika sana kwa sababu nabii ananitegemea. Mtu akiona kwamba anatoaga sadaka, labda tukisema jamani kuna mchango, anatoa 100,000, 200,000, 300,000, milioni, anasema mimi napaswa kupewa special care kwa sababu nabii anajua wazi kwamba bila mimi na kazi haiendi. Kwa hiyo kama ni kuniombea natakiwa aniombee private. Mtu anapojiona anaka elimu, anaka kazi fulani, anaka gari, anataka nabii ampe high respect. Kwa hiyo kama ni swala la kuombewa, aombewe vizuri kwa kuonyesha kwamba yeye ni mtu anayehitajika sana pale. Mambo yanayosababisha wengine mpaka nidhamu hawana tena kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wanadhani wao ni watu wanaotegemewa. Ndio maana unaona Wakristo wengi wana mizigo haiondoki. Anaweza kaja mpagani, ana shida yake, moyo wake una hali ya unyenyekevu, Mungu akamponya right away. Na ndio maana mnaweza kuona wengine wakija makanisani, ni mgeni amekuja mara moja tu anapokea uponyaji, anapokea muujiza, anajibiwa mara moja. Ni kwa sababu waliokaa kanisani muda mrefu wana tabia ya kiburi, hawana unyenyekevu, wanadhani kwamba wana haki kuliko mwenye haki. Na ndio maana matatizo yanazidi kuwa makubwa, linatoka hili linakuja lingine. Hawana nidhamu. Mtu akiona kabisa kwamba kanisa likiwa na shida, mtu wa kwanza kupigiwa simu ni yeye. Wanakosa nidhamu. Mtu anaona mchungaji anapaswa kujua kwamba mimi ni mgonjwa, sio lazima nimpigie simu. Wakristo wengi wanapodhani kwamba wao ni watu fulani, anapata angalau ka shilingi 100,000 kwa mwezi, anaona yeye ni mtu muhimu sana. Imeandikwa, Mungu wapinga wenye kiburi, bali wanyenyekevu wapa nini?